Praise the name of the living God. And I want to show you 5 reasons why Jesus can allow a storm in your life, but he is still in that storm. Praise the name of the living God. All of us, we go through storms of life. Kila moja wetu, uwe unamjua Mungu, uwe haumjui. Na hapa ndio ninasema the knowledge we have about God is very important, because kuna watu wamefundishwa ya kwamba kama uko na Mungu, wewe hautawahi kupitia shida. That knowledge is wrong. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukiwa na knowledge ya kwamba ukipata shida ni Mungu amekuacha ama Mungu hayuko nawe, that knowledge is wrong. God can be in the midst of your fire. Praise the name of the living God. Aliamua ya kwamba Shadrach, Meshach, Abednego, sitawatoa katika huu moto, lakini nitakuwa na nyinyi ndani ya moto. Hey! Na Yesu akiwa na wewe ndani ya moto, hautachomeka. Kile kitachomeka ni kamba zile zimekufunga, na wale wanakurusha kwa moto, hao ndio watakaochomeka, lakini wewe hautachomeka. Hey! Kenya haitachomeka. Praise the name of the living God. Ni kamba zile zimefunga Kenya zitachomeka, na wale wanataka kurusha Kenya kwa moto, hao ndio watakaochomeka. Lakini sisi tutakuwa na the 4th man in the fire. Praise the name of the living God. And we shall celebrate the victory of the Lord in this nation. Can somebody worship the Lord with a clap offering of praise? We give you praise, our God. Mark chapter 4. On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Verse 38, but he was in the stern asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, but he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this man be, that even the wind and the sea obey him?" Bwana asifiwe sana. Maybe from this portion of scripture, we need to ask ourselves a few questions. Number 1, why did the storm come and Jesus was in the boat? Kwa nini hii dhoruba imekuja na Yesu ako ndani ya ile merikebu? Kwa sababu tungefikiria mahali Yesu wako, mahali Mungu wako, shetani hawezi karibia. Bwana asifiwe sana. Shetani hawezi karibia. But you see, ukiwa na knowledge kama hiyo, you be discouraged wakati uko kwa shida. Kwa sababu utafikiria kila wakati niko na shida. Nimeenda hospitali, nimeambiwa ni mgonjwa. Mtoto wangu amegonjeka, nimeomba na mambo haijakuwa vile niliomba. Utafikiria kwamba ni kwa sababu Mungu ameniwacha. Lakini haya maandiko yanatuonyesha kwamba Yesu alikuwa ndani ya merikebu na bado dhoruba ilikuja. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na kwa hivyo nataka tuangalie 5 reasons why we can have a storm together with our master. Why can we have a storm and Jesus is there? Number 1, the storm will come even when the master is there to test our faith. Test our faith. Mark 4:40. If we can go back there. Mark 4:40. The Bible says, but he said to them,
Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Kwa nini mumeogopa? Imekuwaje kwamba hamuna imani? Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna shida, kuna dhoruba zinakuja katika maisha yako, zisaidie ama zijaribu imani yako. Imani yako inajaribiwa katika Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Pengine hata mambo haya yanaweza kuja baada ya kuomba Mungu sana. They were coming from a very powerful meeting, from ministry. Lakini imani yao lazima ingejaribiwa. Jesus was very comfortable. Kwanza yeye amelala kwa pilo, aone watafanya nini. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So a storm will come in your life, but it is coming to test your faith. Do you still have faith in God, even in the midst of a great storm in your life? What is a sign when we don't have faith in the midst of a storm? We complain. We grumble. Waliuliza Yesu, yani wewe haujali ni kulala tu na lala, na unaona vile tunaangamia. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Watu wengi wakiona shida, wanaona Mungu amewaacha, they grumble. They complain. Remember the 12 spies. Walipoangalia wakaona majitu na nini, it is only Joshua and Caleb who came with a good report. Wale wengine walisema, "Woi, yale majitu yako kule. Zile kuta ziko pale." Kwa nini hawakumwamini Mungu? Bwana asifiwe sana. I pray that you'll have faith in the midst of the storm, in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Unajua ni rahisi kusema Mungu ni mwema wakati hakuna shida, wakati mambo yote ni mazuri, lakini wakati wa shida ndio imani ya mtu inajaribiwa. Bwana asifiwe sana. Imani ya mtu inajaribiwa wakati kuna shida, imani ya mtu inajaribiwa katika Bwana. Jina Bwana lipewe sifa. And that is why people whose faith have been tested, they can believe God in the midst of a storm. If you read in the book of 1 Samuel chapter 17 from verse 34, the Bible says, "But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it." Verse 36. "Your servant has killed the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God." Praise the name of the living God. Imani ya Daudi ilikuwa imejaribiwa wakati ako kule malishoni. Mungu amekubalia duba ikuje. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa nini Mungu anakubalia shida ikuje? Kwa mtu wa Mungu ambaye ametiliwa mafuta. Mungu anataka kujenga imani yake. Bwana asifiwe sana. Duba inakuja. Daudi hakutoroka. Akaishika kidevu, akanyang'anya ile kondoo imeshika na akailalua. Simba imekuja. Daudi hakutetemeka. Imani yake ikamwambia, Jesus is in the storm. And he is the same yesterday, today and forever. Kama alinisaidia kuua duba, hata huyu simba tutaonana na yeye. Baada ya kuua simba, ameenda akakuta ndugu zake sasa wanatishwa na Goliath. Daudi akasema, Saul akamuuliza, "Where is your confidence?" Wewe mtoto unatoa wapi ujasiri? Daudi akamwambia, "Mimi imani yangu imejaribiwa. Wakati nimekuwa kule, duba ilikuja, nikairarua. Simba ikaja, nikairarua. Sasa imani yangu imejaribiwa. Hata huyu Mfilisti atakuwa kama hao tu wanyama. Nitapatiana nyama zake kwa ndege wa angani." Praise the name of the living God. Hey, when Jesus is in the storm, he wants to test your faith. He wants your faith to grow. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. God gives us a measure of faith, but he wants that measure of faith to grow. Na imani haiwezi kukua
wakati unakula mkate na siagi kila siku na mambo yote ni mazuri, imani inakuwa in the midst of a storm. Unaamini Mungu anatenda. Unaamini Mungu anatenda. Yule Mungu tuliamini 2013 akatenda. Yeye ndiye ule jana na leo na hata milele. Hajazeeka, hajapungukiwa na nguvu, atatenda tena. Daudi alisema yeye hajabadilika. Kama alinisaidia kwa duba, kwa simba, wacha hata umfilisi tuonane na yeye. Praise the name of the living God. Ukiaminia, kuna watu wengi ambao wako na ministry ya healing walikuwa wagonjwa. By overcoming their sickness, now the same faith wanaweza kuta mtu. Let me tell you, anyone who have never gone through a storm is useless in the kingdom. Praise the name of the living God. Wewe kama hujawahi kupitia shida katika ufalme, you cannot be useful. Hata wakati wana wa Israeli walikuwa naumwa na nyoka, Musa alimwambia inua nyoka wa shaba. Wakiangalia nyoka watapona. Hiyo inamaanisha nini? Wakati watu wanapitia shida, wanataka because wanaumwa na nyoka, na Mungu amesema tengeneza nyoka ingine ya shaba, wakiangalia wapone. Huo ni mfano wa kusema nini? Watu wanaopitia shida kama ya jamii, wanataka mtu ambaye alipitia shida ya jamii, wakimwangalia wanasema hata yangu itapona. Praise the name of the living God. Watu wanaopitia shida za kifedha wanataka wakutane na mtu amekutana na auctioneer, wanataka wakutane na mtu aliyefungiwa nyumba. Sio mtu anakuambia, "Oi my sister, ninaona umefungiwa nyumba lakini wacha tuombe. Unajua mimi sijai kuona shida kama hii lakini wewe wacha, wewe hautasaidia mtu." Praise the name of the living God. Hallelujah. Huyu dada anataka mtu ako na hadithi. Praise the name of the living God. Ya mahali Mungu amemtoa, ya mtu ameona matendo ya ukuu wa Mungu. Hey, praise the name of the living God. Unajua wanafunzi kitu moja hawakuwa wanajua, ya kwamba wanaambia Yesu haujali tunaangamia. Kumbe hawajui kama wangeangamia, si hata Yesu alikuwa pale ndani, si hata yeye basi angeangamia. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie sababu moja Kenya haiwezi kuangamia, kwa sababu Mungu amechagua taifa hili. Soma Zephaniah 3:10, Isaiah 18:1. Mungu amechagua Kenya as a springboard of revival, as a right out to the nation, as a father nation. Na kwa sababu yeye, makusudi ya Mungu yako Kenya. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Kenya ikiangamia, hata makusudi ya Mungu yataangamia. So hatuwezi kuangalia sema oi Kenya itaangamia. Hata Mungu makusudi yake, Kenya ikiangamia, makusudi ya Mungu ambayo ameyanena yataangamia. So Jesus is in the boat. Praise the name of the living God. Mtu aseme hatutazama. Hey! Praise the name of the living God. Yesu ako ndani ya taifa hili. And the Bible says he works to will and to fulfill his good purpose. Praise the name of the living God. Kile Mungu anataka, hii maombi yote tunaomba, Mungu hata hataki tu tuombe juu ya taifa, anataka tuwe wa Kristo walio na nguvu. Ndio mataifa yatakapokuja kutuuliza, mulipitiaje hapo? Na you know the Bible says, hii merikebu kulikuwa na zingine. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi sijui hizo zingine kulifanyika nini. Sijui kama waliogelea mpaka ng'ambo ile nyingine. Pengine hao wengine walikuja kuwauliza, na nyinyi yenu kulikuwa namna gani haikuzama? Huo upepo ulikuwa mkali. Wakawaambia Yesu alikuwa ndani ya yetu. Hey! Nataka nikwambie, mataifa hayatakuja tu kuona wanyama Kenya. Big Five, elephant na lion. Watakuja kuulizia na kuona matendo ya ukuu wa Mungu aliyoyatenda katika taifa letu. Thank God, all of them are watching. Hey! Praise the name of the living God. Mtu na aseme sitazama.
Glory to God. Wewe sio wa kuzama. Hapana. Wewe ni wa ushuhuda. Wewe ni nyoka ya shaba. Ndio wale wanaumwa na nyoka za jamii watakuja kukuangalia. Wale wanaumwa na nyoka za magonjwa watakuja kukuangalia. Kama saa hizi nikitoa testimony yangu ya ministry, mambo yale nilipitia, miaka niligojea Mungu mpaka nikashinda. Watumishi wengi wanapata nguvu. Kama singepitia haya yote, I will not be an inspiration kwa watu ambao wameitwa na wanapitia hali ngumu. Wewe ni nyoka ya shaba. Mungu anakuandaa. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe sana. Mlisikia dada moja alifanya harusi juzi na alikuwa na miaka 60. Na hajawahi kujichanganya. Na amekuwa bold. Huyo dada alikuwa very bold. Ukifanya harusi unamuita kama flower girl. Ni wale wa dada hawastuki. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Sasa huyo amefanyika nyoka ya shaba. Sasa wale mko na 45 tavujika moyo. Kama wa 60 ameolewa. There is no retreat. There is no surrender. Praise the name of the living God. Number 2, the reason you go through a storm ni kwa sababu God wants to bring glory to himself. John chapter 9 verse 1. Mungu chakula chake ni utukufu na anasema, I will not share my glory with any man. The Bible says, now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Verse 2. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Hey, tunafaa kuweka Kenya hapo. That the works of God should be revealed in Kenya. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna watu walikuwa na theology. Theology ni knowledge ya Mungu ya kwamba ukiona mtu ako na shida ni dhambi amefanya. Bwana asifiwe sana. Sasa wakauliza, huyu mtu amekuwa blind for 40 years. Sasa huyu ni yeye mwenyewe alifanya dhambi ama ni wazazi? Yesu akasema hapana, yeye hakufanya, hata wazazi wake hawakufanya dhambi. Lakini huyu alizaliwa kipofu ili kazi za Mungu ziwe displayed. Praise the name of the living God. You can be in a storm because God wants to display his works. Praise the name of the living God. Anataka ajionyeshe, ajiletee utukufu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa sababu Mungu anataka kujiletea katika utukufu, anataka kujiletea utukufu, lazima kuwe na hali, kuwe na stalemate, whatever you may call it. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu kuna hali zile zinapatia Mungu utukufu, sio hali za kawaida. Bwana asifiwe sana. Hali zile zinapletea Mungu utukufu ni zile hali sugu. Sijui kama kuna moja ako naye siku ya leo. Wewe umeandaliwa kumletea Bwana utukufu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Yesu akasema huyu mtu alizaliwa hivi ndio Mungu alijiletea utukufu. Kuna mambo wapendwa inaweza kukupata na haujakosea Mungu. Usihukumike. Don't allow the devil to condemn you. Praise the name of the living God. But have faith in God. That kwamba Mungu katika hii hali utajiletea utukufu. Utajiletea utukufu katika ujana wangu, katika hii jamii utajiletea utukufu. May God bring glory to his name through the nation of Kenya in the mighty name of Jesus. That is my prayer. Let that be our prayer. Bwana, hii taifa jiletee utukufu kwa yale ambayo tunayoyapitia. Bwana asifiwe sana. Ukiahidi Mungu utukufu, hata mambo inaweza kuwa mabaya zaidi. Mungu asema, nitapata chakula hapo.
Unajua Yesu aliitwa kwa Lazaro na alikuwa rafiki ya Lazaro. Akasema, ni kwa rafiki yangu Lazaro. Akaambia wanafunzi wake, hata hatuendi haraka. Huko hiyo ugonjwa sio ya kifo. Hiyo ni ya kumletea Bwana utukufu. Yesu akakaa, Lazaro amegonjeka, amekufa, amenuka, amewekwa kaburini. Then Yesu ana show up. Dada zake Lazaro anamwambia, kama ungekuwa hapa. Ndugu yangu, lakini sasa umechelewa. Lakini Yesu alikuwa anajua hapa ni mahali pa kujiletea utukufu. Praise. Unajua Lazarus, ukisoma Biblia baadaye, because God cannot bring himself glory to himself through anybody. Lazima ajiletea utukufu kwa mtu ambaye wako na covenant, wako na makubaliano. Because ukisoma Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa wanatoka mbali, sio kumuona Yesu, walikuwa wanakuja kumuona Lazarus ambaye Yesu alimfufua. Kwa hivyo Lazarus became more famous than Jesus. Yaani watu Yesu hayuko, lakini wacha tuone Lazarus. Kwa hivyo hangejiletea utukufu na mtu yoyote. Bwana ajiletea utukufu na taifa la Kenya katika jina la Yesu. Uinue mkono wako, mwambie, Lord, we promise you all the glory as you deliver our nation, as you vindicate our nation. We promise you we are going to dance on the streets of our highways in Jesus' name. Number 3, God allows a storm in your life because in distress you are enlarged. Psalms chapter 4 and verse 1. You are enlarged. Moyo wako unapanuliwa wakati wa dhiki. The Bible says, hear me when I call, O God, of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. Praise the name of the living God. You'll see that David went a lot of distress. But David had a great calling to become a king from when God called him to be a boy. Praise the name of the living God. Amen. And the Bible says that, God, you have relieved me in my distress. The Bible also says that in distress you enlarged me. Praise the name of the living God. Wacha nikwambie, your heart cannot be enlarged when you are eating bread and butter. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That is why I love firstborns, and I am one of them. Ma firstborn ni wazuri. Wachana na mambo ya marastborn. But sorry, kama najua wako hapa pia. Sina problem now. But I know firstborns, they have, you face a lot of challenges. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio unabeba watoto wale wengine. Wewe ndio unapikia watoto wale wengine. Many firstborn are leaders. Kama mimi sasa, mimi ndio nilikuwa naachiwa watoto na mama. Na ananiambia, Kimani, upange mambo nyumbani na upange hawa wengine. So when you are a firstborn, kuna mambo unapitia yanapanua moyo wako. Bwana asifiwe sana. Challenges in life, they enlarge your heart. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu hutetemeshwa na mambo madogo, wakiona kila kitu kwa sababu hawajawahi pitia shida. Araba band ingeongea wakati una stretch, karibu inakatika, ingekwambia, wacha sasa. Ingeongea, lakini sasa haiwezi kuongea. Na wewe kuna mahali unakazwa mpaka unataka kumwambia Mungu, sasa nasikia kama nitaenda. Naye Mungu anasema, ni mtoto anatengeneza. Huyu atanitumikia. Huyu atabeba makampuni ambayo iko na wafanyikazi wengi na haitamsumbua. Praise the name of the living God. So watu wale huwa mnasumbuliwa, hata pengine uko na kamaid peke yake kana kusubua mpaka unakapigia kile kama, unajua mimi naweza toroka hapa nikuache. Na ni maid peke yake anakusubua. Mpaka unamwambia unaweza toroka umwachie nyumba. You need a big heart. Praise the name of the living God. Na wale mko hapa department, unasumbuliwa na watu kidogo, wale unaongoza, mpaka unawaita unawaambia, sasa nimeona mjiongoze. Wewe ni kushindwa. Wewe hauna moyo mkubwa. Mtu ako na big heart. You accommodate people. You are able to carry people. Na kucarry people is not easy.
Hata Musa alibeba watu mpaka akauliza Mungu, kwani ni mimi niliwaumba? It's not easy. Praise the name of the living God. It requires a big heart. Na Mungu alijua Daudi ndio ubebe taifa. You need a big heart. Na ndio upate hii moyo mkubwa, lazima ukibizwe na Saul. Unakaa kwa cave, unataka kuuawa, unatorokea kwa Wafilisti. Unafikiria watakusaidia kwa sababu ulikuwa unapigana na wao, sasa utawasaidia kupiga Saul. Daudi anafika mahali mpaka anajifanya wazimu. Anaenda akimwaga mate. Mfalme ananiulizia, kwani niko na upungufu wa wazimu? Ondoa huyu mtu hapa. Mtu huyu anapitia mambo haya yote akifanya nini? Saul anamtafuta usiku na mchana. Daudi anaambia Jonathan, enda uangalie kama baba yako kabisa anataka kuniua, ukuje uniambie. Jonathan anaenda anaongea na baba yake, anamwambia juu ya Daudi. Anaona ile hasira ako naye. Daudi anamwambia kabisa, kimbia. Nimeona baba yangu anataka kuua. They hug one another. Wote wanalia pamoja. Daudi in fact there was a time I read those scriptures mpaka mimi mwenyewe nikalia. Nikaona huyu mtoto kweli ameona shida nyingi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini anapitia mambo haya yote na Mungu amemtilia mafuta? Anataka ampanue. Angalia kando yako, uulize aliye kando yako, muulize, wewe unapanuliwa? Akisema hapana, mwambie na kuombea upanuliwe. Kwa sababu watu wale hawajapanuliwa, they cannot be useful. Praise the name of the living God. Kenya sasa kanisa tunawekwa capacity. Tumeomba. Watu wamengojea Mungu. Hiyo ni kupanuliwa. We are being stretched. Praise the name of the living God. Na hiyo itatusaidia hata kubeba mataifa mengine na kuwa msaada kwa mataifa. Praise the name of the living God. Number 4. When you go through a storm in life, God brings you to a place of covenant. Our God is a covenant keeping God. Na wakati mwingi Mungu anataka the Bible says two cannot walk together unless they agree. Mungu anapenda kutembea na mtu ambaye ako na agano na yeye. Bwana asifiwe sana. Nikutajia watu wawili kwa haraka waliokuwa na agano. Wa kwanza ni Jacob. Genesis 28 from verse 20. Wakati Jacob alikuwa anakimbia, ndugu yake Saul anataka kumuua. Wakati Jacob alikuwa anakimbia, alifika mahali, and the Bible says that then Genesis 28:20, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I'll surely give to you, give a tenth to you. Praise the name of the living God. Kuna wakati Mungu anakupitia shida, akulete in a place of covenant. Kwa sababu wakati mwingi watu hawafanyi maagano na Mungu wakati mambo ni mazuri. Maagano ya kumtumikia, maagano ya, yani you come to a place of covenant when you are in a storm. There are covenants I have made with God in my life. And those covenants I made with God when I was in a storm. When I was going through challenges. Nikaambia Mungu, utakapo nibariki, utakapo niinua, nitakaa hivi, nitafanya hivi. Bwana asifiwe sana. So kuna mambo Mungu anakuja ndio akuweka katika covenant. Angalia mwingine katika Biblia ambaye anaitwa Hana. 1 Samuel chapter 1 verse 11 and 12. 1 Samuel chapter 1 verse 11 and verse 12. Hana amepitia katika aibu kubwa. And the Bible says, then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you'll indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I'll give him to the Lord all the days of his life, and no lesser shall come upon his head. Kwa nini Hana amefika mahali pa kuwa na vow na agano na Mungu? Ni kwa sababu amepitia aibu. Penina amemudhihaki. Wamama wengine wanamuuliza, wewe ni nyama tu unapewangwa, because alikuwa anapewa nyama double portion. Ni nyama tu hapa unakula na una mtoto. Bwana asifiwe sana. Hana akawa na agano na Mungu. Bwana asifiwe sana.
Sometimes your storm is to bring you to a place of covenant. Bwana asifiwe sana. Na ukifanya, immediately Hana alifanya covenant, Mungu alimkomboa. Jacob hakuwa na assurance ya kwamba sasa ninatoka nyumbani, nimekimbizwa na ndugu yangu anataka kuniua. Woi Mungu, mimi nitarudi salama. Jacob akamwambia Mungu, kama mimi utakubali niende na nirudi salama, mahali hapa pataitwa nyumba ya Mungu. Na kila kitu mimi utanipatia, sitawahi kosa kutoa fungu la 10. I will give you a tenth of everything that you give unto me. He made a vow. He made a covenant with God. So your storm is to bring you into a place of covenant, a place of agreement with God. Bwana asifiwe sana. Number 5, your storm is to test God's love in your life. Storms huwa zinakuja kujaribu kama tunampenda Mungu. Job chapter 1 verse 9, very quickly. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Verse 11. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Those are the accusations of the devil. Yaani Mungu wewe unafikiria Ayubu anakuogopa tu hivi bule bule. Si ni vile umeweka ua. Umemlinda yeye na watoto na mali yake. Ebu jaribu umguze. Guza mali yake. Guza watoto wake. Praise the name of the living God. But the Bible says, Job chapter 2 verse 9 and 10. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Verse 10. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? In all this Job did not sin with his lips. Bwana asifiwe sana. Kuna storms zinakuja kujaribu upendo wetu na Mungu. Kama upendo wetu ni wa mali, kama upendo wetu ni wa vitu. Do you know kuna watu wanafuata Mungu kwa sababu ya zile vitu Mungu amewapatia ama atawapatia. Lakini kukija shida kidogo, huyo mtu anawachana na Mungu. Kwa hivyo storms zinakuja kuangalia, can you stand firm na uendelee kumsifu Mungu katika your storm? Bwana asifiwe sana. Ndio adui asikuaccuse aseme huyu anakuabudu, mambo yake ni mazuri, watoto wake wote wamesoma, hajawahi enda hospitali, ebu jaribu guza hii, ebu jaribu guza ile. Because the devil is our accuser. There are few people who can praise God in the storm. Sometimes you need to celebrate and to worship God in your storm. There is power when we praise God and we worship God in the midst of our storm. Praise the name of the living God. That is why we are going to praise the Lord as a nation. In the midst of this storm we are in, we will continue glorifying the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Although watu wengi ukidance in the midst of a storm, wataona kama uko na mental problem. But the Bible says God giveth us peace that passeth all understanding. Praise the name of the living God. The reason we go through storms in life is to humble us, so that when we get on the other side, hatutapiga kifua. Storms in life brings humility. Bwana asifiwe sana. They bring humility. Sasa kama mimi na shidangwa nikiwa na kiburi, itatoka wapi? Na vile mpaka kule nimetoka nyumbani tulipitia shida. Bado hata kwa mwili bado niko na alama za kunguni. Sasa nitalinga na nini? How can I be proud? Praise the name of the living God. Unajaribu kulinga, Mungu anakuambia si ukumbuke mahali nikuletea. Hata Mungu aliwaambia wana Israeli, all these 40 years nimekuwa nikiwa humble, nione kama mtanitumikia. Kuna mambo unaweza kupitia miaka mingi. Mungu anakuprepare. Mungu anajua atakuinua, atakufanya mtu mkubwa. Lakini ndio siku moja usipige kifua. Anakupitishia storm
zinaleta humility katika maisha yangu, ndio siku ile utainuka, hautapiga kifua, hautakuwa unaongea. You know, my father was the first one to drive a car in our village. Bwana asifiwe sana. You don't have a story. Yeah? Jesus became your only story that you can be able to tell. Praise the name of the living God. And you have a reason to give glory to God. Bwana asifiwe sana. Kunaye mtu katika nyumba amepitia shida, Mungu anakuandaa. He gives grace to the humble, but he opposes the proud. In the mighty name of Jesus. I know even what we are going through as a nation is just to Kenya. Wacha nikwambie, Kenya itakuwa tamanio la mataifa mengi. Bwana apewe sifa. Kenya itainuliwa. Uchumi wa Kenya utainuka. Praise the name of the living God. Lakini Mungu anataka kutuhambo. Ndio wakati atatupitisha ng'ambo ile nyingine, hatutapiga kifua. Tutamwambia wewe ndiye Mungu uliyesaidia taifa letu. Wewe ndiye ulituvukisha ng'ambo hii. Adui angetumeza kama tuko hai, lakini wewe ukatuokoa. We have a reason to praise you. Praise the name of the living God. Do I have somebody in the house who have a reason to praise the Lord? Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Mambo mengine tunapitia, storms zingine tunapitia in life, they are there to humble us. Ndio Biblia inasema, angalia watu wale Mungu anawaita. Anaita watu ambao ni wa kawaida, watu ambao baadaye the only thing they can do is to say, this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Praise the name of the living God. May God deliver you from your storm today. In the mighty name of Jesus. Si Mungu ainue jamii hapa ambazo itakuwa kama nyoka za shaba. Utatoa ushuhuda wa jamii yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Na watu watafurahia. Wataona ukuu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. May your storm bring humility. Kuna mtumishi mkubwa. I think now he is the one who can bring the largest crowd together. Anaitwa Bishop Adeboy. Na yeye Mungu siku moja wakiwa kwa beach, alimwambia hebu andika jina lako kwa mchanga. Akamwambia hebu panguza jina lako. Akapanguza. Mungu akamwambia siku ile utajiinua, nitakupanguza hivyo. Bwana asifiwe sana. Mungu anakuambia nitakuinua, lakini usiwahi kupiga kifua. Naye unaonanga he is the only servant of God. Hata akiingia mahali kitu cha kwanza anapiga magoti. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimwambia nitakupitishia mambo haya yote, nitakuinua, lakini na wewe unipatie utukufu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hapa Mungu anatayarisha, kwa sababu hiyo shida sio permanent, ni ya muda. Baadaye Mungu atajiletea utukufu na maisha yako. Mungu atajiletea utukufu na taifa la Kenya, kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Tutaishi kunyenyekea na kumwambia Bwana asante kwa matendo ya ukuu wako. Ninajua hapa kuna watu wako in a storm ya finances, in a marriage storm, in a career storm. Whatever kind of a storm you are going through, I want you to tell God today, I know Jesus, you are in my storm. Pengine umekuwa diagnosed na ugonjwa ambao umeambiwa na daktari, this cannot be healed. You have few days, you have few months, you have few years to live. Unaweza kumwambia Bwana, this is just a fact, but the truth is you are the God of all flesh, and there is nothing that is too hard for you. Glorify your name in my storm. Jiletee utukufu katika hali yangu. Pengine kuna mtu hapa unapitia katika aibu kubwa kwa sababu ya mambo yamekupata. Nimekuja nikuambie, baada ya hiyo aibu, hilo vazi la aibu, Bwana atakuvalisha vazi la sifa. Si umuamini Bwana? Wengine knowledge tuliyokuwa nayo ilituambia ukiwa na Mungu hautapitia shida. Wacha nikwambie, unaweza kuomba na kufunga. Unaombea jamii yako, ukienda nyumbani ndio unapigwa. Unaombea kiosk, ukienda ndio inabomolewa. Unaomba mambo yanakuwa mabaya. Ni Mungu anasema nataka kuingilia na nibadilishe hali yako. Jina Bwana lipewe sifa. Lazima tujue vile Mungu huwa anafanya kazi. Tusipojua vile Mungu huwa anafanya kazi, tutavunjika moyo, tutakwazwa na Mungu. Unajua kuna watu katika hii maisha wamekwazwa na Mungu. Wanauliza Mungu maswali, mimi Mungu nimekutumikia, mimi Mungu nimejitolea, kwa nini umekubalia mambo haya nipate? Wacha nikwambie, God, Jesus is in your storm. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. In fact, ukiangalia katika Biblia, storm
storms brings promotion. That is why James says, consider it pure joy. Hallelujah. When you go through diverse kinds of, how can you be joyful in a storm unless you have the true knowledge of God? Ya kwamba God can use a storm to bring promotion. It has happened so many times in the Bible. It can happen again because He is the same yesterday, today, and forever. The storm we are going through as a nation is a storm of promotion, is a storm to bring glory to the name of the Lord. Just lift your hands and worship the Lord and tell God, I give you glory for my storm, for our storm as a nation, because I will never be the same again. You are preparing me for promotion. In the mighty name of Jesus, I will walk in humility. I will covenant with you that you be my God. I will serve you forever. Tafarire ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa Terrazzo na Tiles nĩyo Express Terrazzo and Tile Center. Ũngĩenda gwĩkĩrĩrwo Terrazzo kana Tiles na accessories ciacio ta cioro, sinks na indo icio ingĩ ciothe, no tũhũrĩre thimũ 0798 333 000 kana 0706 871-352 kana tucerere Eastern Bypass Kamakis mita 200 kuma RFH Hospital ni ukuona ifadiko cito. Express Terrazzo Center Bypass, you dream it, we fix it.